kuna vitu ambavyo vinanichanganya kidogo bora tulipokutana. Unajua kuishi katika haya mazingira yetu haya, alafu unakuwa haujui nini unatakiwa ufanye kwa wakati gani. Sometimes unaumiza sana kwa sababu haya ni mazingira ambayo ni magumu, yani ni magumu kupindukia. Na ukiangalia shughuli zetu hizo za hapa na pale, kazi kubwa afu malipo machache, inanifanya mpaka nakuwa na stress sometimes. Kwa hiyo unajikuta walau kama unakuwa na vile vichenchi vidogo vidogo, unaweza kujiwekeza ukafanya kitu chochote ambacho ni cha hapa na pale, yani kinaweza kukuchanganyia tu mafaili ya maisha yako kidogo, ukawa na yani ule panda shuka ambao kidogo inakupa faraja. Sijui wewe unalifikiriaje hilo swali? Mimi naona kama umechelewa sana kwa sababu kiukweli mimi kazi zetu za mtaani zishanichosha. Kazi zenyewe ngungu, mara umetoa tofali kwa mzee fulani umepeleka nyumba fulani, mara umetoa hapo umepeleka hivi. Issue zingine wewe kapigeni tofali pale unashinikaza. Kiukweli zinaumiza. Ila mimi binafsi nimeshaanza kujichanga kitambo. Yaani kwamba muda si mrefu anapotea ndani ya mji. Mwanangu, ina maana ushikaji wetu wa muda mrefu, ina maana kiasi, yaani unanikataa kiasi hiki. Ina maana mpaka umefikia hatua ya kujichanga, ina maana kwamba tayari ushatengeneza ratiba zako nje yangu mimi. Nafanya yote kwa sababu wewe unajua kwamba lazima kuna wakati tutoke huku tuende tukaangalia maisha mengine sehemu nyingine. Alafu hata hivyo kuna katoto fulani yeye anakaindiaga, kwa hiyo nataka nikazamie huko. Kwa hiyo ina maana unajua lazima. Kwa hiyo ina maana yule mtoto ndo amekufanya umekuwa na hali fulani ya kujichanga na kujiweka kwa maandalizi ya kwamba unatakiwa kukuta ukiwa katika mazingira mazuri. Karibu tena. Baby. Sasa vizuri wangu huyo. Sema. Poa za kwako. Sasa mimi najikataa basi. Maki kashafika mwenzio. Wewe tena. Alidi. Haina mama baadaye. Bye Shem. Poa. Mzima. Umependeza sana, yani mpaka unanitisha, ni kama Mwarabu. Lakini bibi wangu fresh. Sasa unaona ndevu, kuna mtu anasaidia kulea. Nani tena? Wewe na wasiwasi na wewe. Zetu nditi. Bibi kama sijaenda. Mimi niko njiani nimepata usingizi. Mimi sana naye, yani mzee kijana. Mimi nataka kunioa. Na mimi nikamwambia mamangu mdogo na siku 3 tu anioe. Hivi kwani hapa kijijini mimi wanafikiria. Nikija kumjua nakata nafunua na wewe, yani unanielewa mwenyewe. Yani unanielewa. Nakuelewa. Mzee gani ambaye anajiamini anataka kuchukua mali zangu jamaa? Ainiambia naitwa Mzee Mweleka. Wamo. Sasa bibi wamo ndo nini? Tayari. Leo unanichanganya tayari ndo nini yani? Mama umeolewa? Nimeolewa kivipi? Nani? Mzee Mweleka. Mweleka? Ndio. We. Naijua. Sasa unajua nini? Mbona unanichanganya? Yaani nyumbani huko mdogo ananiambia hivyo hivyo na wewe unaniambia hivyo. Mbona unanichanganya? Wewe umeolewa na mimi kukushauri nenda tukaolewa. Yaani mimi nikaolewe na wewe unamuoa nani? Nani? Wewe ndo achana na mambo kwanza kaolewe. Wewe unamjua? Baby. Mungu wangu. Kwani Mzee Mweleka na shida gani? Mzee Mweleka na uchawi wake huyo, wanawake wote kama wa kwake huyo. Mzee Mweleka mji wote wake huo, akimtaka mtu lazima ampate huyo. Hata mke wako lazima awe wake huyo. Huyo Mzee Mweleka. Huyo Mzee Mweleka. Ghadhabu zake na hasira zake kubadilisha. Yani yangu acha tu. Yenda hapa tukwambia nimechanganyikiwa, hata sielewi naanzia wapi na malizia wapi. Yani hata matani ameniondoke niende sehemu mbali kabisa nikaishi. Yani sina amani kabisa na ndoa yangu. Sina amani kabisa na mke wangu. Usiseme hivyo jirani yangu. Kwa nini uame mji? Yaani uame mji kwa ajili ya mtu?
Hapa ninavyokuambia. Sawa. Nimekutana na yule mzee. Huyo ngulu wa kijiji, ni chifu wa kijiji. Mimi niko na mke wangu. Niko pamoja tunatembea. Baada ya kukutana naye yule mzee, akaniuliza simu na wapi simu na nini. Mimi nikamwambia, sisi tunatembea tembea tu. Kwani kijiji cha amani tunatembea kila mtu anaje kutembea. Akaniambia hapana. Wewe si unaenda kwa mganga, si unaenda wapi? Sasa sikiliza, kwanza sasa hivi. Sawa. Huyu mkeo nataka nyumbani kwangu na wewe nenda nyumbani kapumzike. Jirani, unamjua kabisa yule mzee. Unachokipanga anakijua. Ukitaka kufanya kitu chochote yule mzee anakijua. Kwani unajitafutia matatizo jirani? Hebu achana na yule mzee. Anachokitaka kifanye tu jirani yangu. Hivi unavyoniona hata mimi kaniita niende nyumbani kwake. Huyu mguu namfuata nyumbani kwake nikamsikiliza wito wake. Sasa unaendaje jirani? Akikuzuru huko unakwenda. Yaani sielewi acha tu jirani. Yaani mimi na mzee namuogopa. Yaani unajua ninamuogopa. Yaani hapa nilipo hapa natembea lakini nateteka. Lakini jirani, acha niende namsikilize. Wewe nenda kamsikilize. Sawa. Ukishamsikiliza, sikiliza atakachokuambia. Kama utalizika nacho, basi sawa kubali. Ila kama utalizika nacho, usikubali. Ila mimi ni mzee, kiukweli. Kanifika hapa mzee. Jirani, unaweza kumkatalia yule mzee anachokiamua? Yeye anasema anahitaji binti yangu. Sasa mimi naenda kumsikiliza. Unafikiri atakataa? Acha nikamsikilize. Sawa jirani yangu. Wacha mimi nipumzike. Pole jirani. Nishapoa jirani. Pole. Lo mji walana huo. Mji walana huo. Na umekuwa mji walana huo. Nyambo. Kadaba. Kwa nini unachelewa? Muda gani nimekuita mpaka sasa hivi? Kwa nini unakuwa kiburi? Hapana babangu. Naomba unisamehe babangu. Au mume wako amekugomea? Hapana. Nimekuja kuitikia wito wako. Au nataka nipromoshe mvua ya moto? Itasukumia moto nyinyi. Sasa nisikilize kwa makini. Kuna binti leo alipita hapa. Nzuri kuliko binti wote nilokuwa nao. Nilivyomuuliza akasema amekuja kwako. Ni kweli? Ndiyo mzee Mweleka. Ni mtoto wangu. Mtoto wa marehemu dada yangu. Anasoma, amekuja likizo. Anasoma. Kabla sijakasirika. Yaani kuanzia leo shule amemaliza. Tena nawapa siku hizi siku 3. Nataka awe mke wangu. Nimuoe kabisa. Nataka ukitoka hapa mkaanze kuambia mji mzima huu kwa mzee Mweleka sasa ameamua kuoa. Nimeeleweka? Sawa mzee Mweleka. Nimekuelewa. Hamna shida. Nitaenda kuzungumza na binti yangu. Au unaona si labda kasti yangu haifai na ndugu yako? Hapana, wewe tena mzee Mweleka. Imeisha hiyo baba. Tunaendana Mnaendana tena mnaendana sawa. Mimi ndo nakupendea hicho. Hujawahi kuniangusha na uwezi kuniangusha. Kabisa mzee Mweleka, siwezi kukuangusha. Ila nikifanya tofauti. Hamna mzee Mweleka, siwezi kufanya tofauti na ulivyoniagiza. Swala lako limeisha mzee Mweleka, mimi tena. Wanawake wote kama wa kwake huyo. Mzee Mweleka mji wote wake huo. Akimtaka mtu lazima mpate huyo. Hata mke wako lazima awe wake huyo. Huyo mzee Mweleka. Huyo mzee Mweleka. Ghadhabu zake na hasira zake kaubadilisha mji wote. Sasa umekuwa mji wa laana huo. Mji wa laana huo. Sasa umekuwa mji wa laana huo. Lo mji wa laana huo.
mji wa laana huo, na umekuwa mji wa laana huo. Mbona jikali sasa? Mwanangu, yaani umenikurupusha hata hivyo venyewe. Ina maana kwa kuna harakati nazifanya kule. Nitaje nikacheki muda, nilikuwa nije nikusikize mara moja afu nirudi. Ndugu yangu. Mimi amenikuta mazito. Yaani nikikwambia mazito ni mazito. Amenikuta mazito. Shemeji kaudi na mimba ni make mtoto wa chuo yule, afu awachelewe kulibwaga huko. Mara 10 angekuja na mimba. Ningejua naitwa baba japokuwa mtoto sio wangu. Kuliko hilo lilokuja hilo. Mwanangu noma. Sasa kimekusibu nini? Make ujue unaenda unarudi kama hatua za mlevi. Shida nini? Yule mchumba bwana jana si umeniacha naye pale kati? Ndio. Katika stori zetu 1 na 2 hivi, mchumba ananiambiaje? Jana kipindi anakuja, amekutana na yule mzee yule nani yule sijui mzee nani yule njiani kijanga kile kinataka kumuoa. Ukisema mzee ujue kijiji hiki kina wazee wengi bro. Alafu unavyosema mzee ina maana naweza nikawa na kisia kwa kila mtu. Sasa tuchague wote kwa pamoja wajiungane na mzee mmoja, au ni mzee mmoja unayemjua unaweza kunitajia ili niweze kumfahamu. Kile kizee mwanangu kijau kile kizee kijanga kimiayusho. Akikwambia hivi basi kesho inatokea hivi. Au ni yule mzee anayependa sana toto hivi. Umma. Na kampa squeeze. Yaani hadi hapa tunapozungumza hapa hiki kisimame kidogo. Yaani kwamba 2.5 yani, hii nusu. Ikiisha tu ikalala. Mzee. Zimbaki siku 2 tu. Ngoma inaolewa. Na kashaambiwa mama yake mdogo aende. Ile ngoma kama sio kuchukua mahali sijui. Sasa sikia, punguza nidhamu ya uoga. Upunguze nidhamu ya uoga kwa sababu yani mimi naona kabisa wewe ni muoga. Habari zenu? Nani mimi? Nzuri. Tanya, Mzee Mweleka kaniagiza uende nyumbani. Na kadai hivi usipokuja utajua ujue. Wewe kasema leo? Ndio leo. Kasikia kila kitu. Kila kitu kasikia. Sikia. Nenda. Sawa? Kasikilize amekutia nini. Alafu niite uniambie. Mwanangu umeniponza kweli. Yaani yote tulojikanyaga hapa ule mzee yanaenda tu. Tayari na kashatuma tayari kibeliti upele. Basa, katimize majukumu yako, itika wito, alafu utakachoambiwa au utakachokizungumzia kule kwa ule mzee, njoo niambie. Nimeatela. Mimi si nakwambia, kwani uoga nini baba? Tatizo lako uoga, alafu ukiwa muoga utashindwa kufanya mambo yako yote. Alafu ndio nakutegemea sasa kama askari wangu, kumbe unakuwa unaniangusha. Nenda kwa ule mzee. Chapu kama akikuita kama itakuwa jioni kama ni sasa hivi wewe nenda kamaliza naye alafu utaniita uniambie mmechozungumza. Mume wangu, nimechoka. Mimi mwenyewe nachoka. Usiku kutenda kulala na hilo lizee, usiku kuta linanihangaisha. Nikija leo nimeamua nirudi mume wangu basi na wewe nikulizishe hata kidogo. Bado tena unataka tena. Mimi binadamu nachoka. Lakini mke wangu hizo wake kabisa. Wewe unatambua kwa mimi na sasa hivi nakuhitaji. Nakuhitaji. Naposema nakuhitaji inamaanisha nakuhitaji. Lakini kimoja tu mke wangu umekimbilia nje mgunumbuka umekimbilia nje unaona cha mimi ndani peke yangu. Sawa. Kama unaweza nenda kapambane na yule mwanaume mwenzio ili wewe uwe wa kwangu tu. Kila siku unanitumia peke yako. Mimi nachoka. Lakini mke wangu unavyotegemea mimi nitakwenda wapi kama sio kwa wewe? Na ukiangalia sina mke mwingine isipokuwa ni wewe. Na wewe ndio mke wangu wa ndoa ambaye unastahili kabisa kunipa haki zangu za msingi za kimwili. Sasa unafikiria mimi nitakwenda wapi zaidi ya kwako wewe? Kwani mimi napenda kwenda kulala huko. Napenda. Na ndio maana nikakwambia kama unataka uwe unanitumia peke yako nenda. Mimi siwezi mume wangu, nimechoka. Na ndio maana mwanaume anao wanawake 4, sio mwanamke awe na wanaume 2. Mimi nimechoka mume wangu. Mji wa laana huo.
mji wa laana huo. Sasa ndio maisha gani sasa? Yaani mwenye mali napata kidogo. Afu mtu ambaye si mali yake wala hajategemea chochote kile, yeye kila siku ndio amekupa mtu akutimiziwa tu, yeye kupewa laki. Sasa maisha gani haya jamani? Hata mke wako lazima awe wake huyo mzee mweleka. Rudi basi mimi nipate walau na mimi nipate kupumzika, na mimi nipate kusilika, walau mimi nipate utulivu wa moyo, lakini utulivu wa moyo hakuna, tutakuwa tunafikirana tu. Hii sio wapi kabisa. Hii sio wapi. Mji wa laana huo. Mji wa laana huo. Sasa umekuwa ni swala kama tulikuwa tunalichukulia la kawaida sana, lakini sasa kwa hapa lilipofikia sio. Imeshafikia pakubwa. Na yule mzee kama unavyomjua katika kijiji akiamua lake ameamua. Kufanya kila njia, ongea na mtoto wetu vizuri kabisa yani, ili swala lishe kwa amani. Yule mzee ni mbaya na anajulikana kabisa hapa mjini, hapa kijiji chetu hiki maisha yako vipi. Sio kwa sisi mpaka wanatoka huko vijijini. Huko mjini vijiji vingine wanamfahamu yule mzee. Mke wangu wa amani ya kijiji. Ninakutegemea mke wangu. Najua unaweza. Na kuamini mimi pia nikiwa kama baba yake nitaongea na nitaweka mkazo. Kwa wote utakaoongea mimi nitakuwa niko nyuma yako. Lakini mtoto aolewe tu. Kweli mwanaume wangu natusema. Yaani hapo mume wangu umeongea kabisa. Hamna jinsi. Na hili swala likwepeki. Mazali swala ambalo mzee kashaamua mwenyewe. Huyu binti yetu tayari kashaolewa. Unafikia hapo mume wangu tutafanya nini? Zaidi ya kukubali kumuozesha. Na bora binti yangu ilipotoka huko ndani. Binti yangu. Huyu mzee hapa kijijini kiukweli sikufichi. Akishaamua jambo lake ameamua. Na hakuna jinsi Chioma mwanangu, lazima uolewe. Hamna jinsi Chioma mwanangu. Na hatuna hata cha kufanya kusema tutamzuia yule mzee asikuoe. Mji mzima huu yule mzee wanamjua mwanangu. Mimi mama yako namjua. Mama, kwa kweli mtanisamee. Mimi siwezi kuolewa na huyo mzee. Siwezi na sitaweza. Na ninamfuata huko huyo mzee, naenda kumtukana. We, unamfuata? Unamfuata kwa kufanya nini? Hivi unajitaka ujitaki mwanangu? Mimi ni mkubwa, nimeanza kuliona hili jua. Mimi ndio naujua umji vizuri, namjua yule mzee vizuri. Sasa unataka nini mwanangu? Simtaki. Yaani naenda huko kwake huko. Naenda kuleta fujo, yaani namtukana. Siwezi kabisa kuolewa naye mama, mtanisamee baba. Siwezi. Mwanangu sikiliza. Mimi namfuata huko. Nisikilize basi. Subiri niende ndani, naenda huko. Mwanangu una cha kufanya. Mwanangu, mume wangu lazima tumfungie ndani. Umo tupo wapi kwa ndani nakae umo. Na leo hautoki umo ndani, tushakualika, ushakuwa mwali. Mpaka siku ya ndoa. Hakuna cha mama wala cha baba. Yaani umo ndani unakaa mpaka siku ya ndoa mwanangu, utoki. Mwenzangu mimi naweza kucheza na ule mzee? Akufungulie nani? Uende wapi? Unataka uende wapi? Nataka